Siku ya leo tumeona kwamba CS Kindiki amesema kwamba watu kutoka maeneo ya Katoroni Hills, Tandare Valley and Silale Gorges in Baringo, Mkugondo Forest, Kamwenje, Warero and Ndonyoriwo, Lekuruki Hills, Leso and Samburu. Today, CS Kindiki has ordered residents of Samburu, Turkana, Baringo, in some areas to evacuate. So, ladies and gentlemen, karibu sana. Kama ni mara yako ya kwanza umefika hapa ndani, usisahau kuponyeza kidude nyekundu kisha na maana ni kusubscribe. Ile ambayo imenilete hapa siku hii ya leo, hata kama unaona kwamba naangalia simu, nataka tu niweze kuangazia swala ambalo limeweza kutokea siku ya leo, wakati ambapo CS Kindiki ana order wananchi ambao wanakaa sehemu fulani katika hotspot ambapo bandits wanasumbua sana. You know, ladies and gentlemen, mimi sina kitu cha kupinga ama kukubali, lakini nataka tuweze kuzungumza kama Wakenya, tufikirie kama Wakenya. Labda ama wakati mwingine ni nini kitatendeka? Okay, wacha nisome kitu kwa hapa. Interior CS Kithure Kindiki to free, effective and ruthlessly deal with bandits and armed criminals who have terrorized the peace-loving residents of Turkana, Samburu, Laikipia, West Pokot, and the Baringo counties. The second phase of the security operation has commenced. That's today. And the second phase, Kindiki amesema kwamba those places ambazo ni hotspot, whether wao wase pandit, whether ni wao ni pandit, wamepatiwa I think it is 24 hours to evacuate. Meaning, wahame kutoka kule, waende kwingine. My big question to Kindiki, of course, you are dealing with the pandits, but kuna njia ambayo ni ya kupainisha kati ya pandit na mwananchi ambaye ni mzuri. Mmesema wa Kenya wale ambao kwa hiyo sehemu wahame. Hautapatiana solution wakihama wanaelekea wapi? That's why I'm asking a question. Mr. Kindiki and the Kenya Kwanza government, you have ordered the second phase in these regions, those people to evacuate. Then, hawa wakihama wataenda wapi? Did you give the solution? Something like food, because hawa watu pale mahali wako kwanza kuhama kupata sehemu nyingine. I think ungepatia what solution? Wahame kwenda side gani? I have listed specific areas, the North Rift counties, that are hideouts for bandits and armed criminals. They are therefore declared scenes of crime. Hey, all law-abiding civilians are ordered to vacate the following areas immediately, and not later than Monday, March 13th, 2023 by 8:30 a.m. Sasa hawa wakihama watenda wapi? And how far the distance? Kindiki, let me ask you a question. Of course, let me say here where I am, I'm in Kisii town, and let's say here you have declared this place at the scene of crime. Okay? So from Kisii to Mugonga, it is around some
20 kilometers. So how many kilometers hao watu wataenda kuhama? How far wata move from the scene? And how long? Because kule mahali ambapo wanakaa ndio nyumbani kwao, na wakati mwingine hao watu wako na ng'ombe, wako na kuku, wako na paka, wako na jogoo, wako na mifugo ambayo wamefuga. Watahama aje ama wataacha mifugo nyuma? You have given this I think I see it is less than 24 hours. Watahama aje na watoto, vitu za kutumia? And I think whoever who is advising the CS Kindiki, he or she is not advising Kindiki well and good. Let me ask you a question. I can see the areas that you listed on this that they need to evacuate. You have not given a solution. Wakihama wataenda kukaa wapi? The same time, hizi familia ambazo watu wataenda kuhama wako na watoto ambao wanaenda shule. Wakihama, masomo yataendelea ama hayataendelea? Hao watu ambao watahama, chakula watapata wapi? Malisho ya ng'ombe zao, mifugo yao, kuku zao, kondoo zao watapata wapi? Kwa hivyo Kindiki, swali ni hili: hao watu ambao wanahama ni wananchi wa kawaida. Umesema kila mtu ahame. Wacha niulize, hata pandits wakisikia kwamba umesema wahame, si pia wao watahama? Haimaanishi kwamba watu wazuri watahama, pandits na criminals wapaki. Wakisikia kwamba ni second phase imekuwa mbaya, pia wao watahama kama mwananchi wa kawaida. If I remember the story of the Westgate, wakati ambapo nusura mmoja alikuwa anasema kwamba mimi nikaona huyu mtu anabadilisha nguo, huyu alikuwa ni Al-Shabaab, huyu akabadilisha nguo kule na rafu ametoka na sisi. Akajaribu kuambia maskari huyu, wakamwambia wewe toka nenda. Baadaye after kumaliza Guestgate, I don't know si Westgate ama I don't know hiyo sasa hawakupata Al-Shabaab yeyote. Walimalizia kutoka na everything ikarudi normal. Hawakushika washukiwa na ilienda hivyo. Up to date, we knew nothing from Westgate. And that's why the bandits, the criminals will also evacuate from the place, because wameambiwa watu watoke wote. I think the best solution, and by the way, the best solution for this is to lower down, sit down and tafuta sababu ambayo ilileta bandits ni gani. What is the cause? This guy, the governor from this side, Transoya ama where? This governor who said it the other day, he highlighted some issues and how to deal with the bandits. Lakini mkamlenga eti kwa sababu alikuwa anaitwa nani? This guy ni Mtiembaya manani? Some jina kama hiyo. Alisema vizuri, if you want to deal with these bandits, si kwa kutumia weapons, si kwa kutumia bomb shells, kutumia helicopters, kuambia watu waanze kuevacuate. No. Ingia kwa kijiji, ita chief, iteni community policing, iteni wazee, wakarisha chini, waulize Kindiki na kupatia formula ya kudeal na bandits.
hata kama mimi si, I'm not an expert of security or whatever, but I want to give you, if you want to deal with something from the root, then itisha mkutano, wana kijiji waulize. Don't mind about my language. I'm a Kisi man. Just ask them, Bwana Chief, Clan Elder, what is the cause of the bandits? Ni nini kilifanya bandits wakakuja? Just sign them. Waambie enda uliuza bandits wanataka aje. And get a solution. So that you can deal with these people for once and for all. But ikifika eti sasa you guys sijui mmekalisha nini, sijui mnakuja na kifua, hautawezana. Ulikuwa unaona Matiang'i alikuwa anafanya mikutano na hawa na kijiji na ma chiefs, madio, sijui siku hizo wanaitwa aje, ma county commissioners wanafanya meeting na wao kule kwa sababu wako na information. Then ndio Matiang'i anakuja na solution ya kudeal na bandits. Ndio manake haukusikia bandits wanao watu ovyo. Nyinyi KDF wako kule, alafu wako na operation ambayo ni kali, and then all of a sudden wanaua watu. For what reason? Kiburi punguza. Kifua, let me tell you one thing, Kindiki. You are a super CS. But I want you to take simple route. Just relax. Sit down. Go down. Go to Paringo, hotspots, the hideouts, and ask those people, what can we deal with? How can we do to calm down the situation? Siku ingine nimesikia mmenda sijui ni magani ile, mmepom for 2 hours. You've pumped for 2 hours. 2 hours. You pumped for 2 hours. A certain hill in Paringo County. After 2 hours, tena those bandits wakaataki watu tena kwa kijiji na wakaua watu, wakaiba mifugo. Hey. Yeah? You see? And then what were you bombing in that area? I don't know area. Mlikuwa mna bomb nini hiyo sehemu for 2 hours, after 2 hours bandits tena wanaua watu. Yaani mnaenda kwa mlima yote mnamoa mapom. Pum. Mkimaliza bandits wanatoka wanaua. I mean, evacuating from those places, it is not a best solution, because even the bandits will do what? Will evacuate. Hata wao watahama waenda kwingine. And remember, those people who are evacuating kwenda sehemu nyingine, huko ndio kwao. Watarudi lini huko? Wafanye shughuli zao. Uchumi umekuwa ngumu. Mahali wataenda ni wapi? Watakula nini? Wataishije? When you tell them to wahame for less than 24 hours, kwamba kesho kufika saa 2 na nusu wakuwa wametoka hiyo sehemu, sasa wataenda wapi? Makwao wamejenga huku, wako na ng'ombe huku, wako na kuku huku, wako na kila kitu. Hata wengine wako na miungu yao huku. So itakuwa aje? Sisi kama ninawatetea, lakini kama ni CS unataka kudiri kitu na bandits, evacuating is not the best solution for that. The first thing ungefanya, Mr. Kindiki, your government, you know, let me remind you one thing. Ile kitu ambayo imeleta kiburi yote, ile kitu ambayo imeleta hii kiburi yote, mpaka bandits wakaamuka wakaanza kuwa watu ovyo.
I remember very well wakati president wa tano alikula kiapo, alisimama na akasema, nyinyi pandits msipoacha huu ujinga mtanitambua, mimi sifanyi mchezo. Now the pandits wakasema, oh okay, kiburi, oh tutakuonyesha. And I think for this government to deal with these pandits, the best solution, just lower down. President Ruto, uliona Uhuru Kenyatta amenyenyekea chini, alikuwa mpole hadi akaleta handshake. Hakuwa mjinga, alikuwa anaona kuna kitu ambacho utatumia kifua na kuna kitu ambacho utatumia hekima. Watu na pandits si watu wa kupepea kifua, si kwamba ni wakali, hapana. Remember, pandits and criminals from those areas, they are ordinary Kenyans. Hawana alama ya kuonyesha kwamba sisi ni pandits. No, those guys, tulia chini, waambie wangwana shida iko wapi, wacha tusuruhishe. Let's talk. Kama ni mfugo ya ng'ombe, hakikisha kwamba kila ng'ombe iwekwe mark. Tafuta njia ya kuweka rubber stamp. Kama hizi ng'ombe za jamii fulani ziko na hii rubber stamp, ili mtu akipatikana na ng'ombe ya jamii nyingine kuna rubber stamp ya jamii nyingine, alafu mnadili na huyo mtu na huyo personally. Yeah? Mliambiwa this governor from Trans Nzoia, in fact, aliongea vizuri, akakwambia Rais Ruto vizuri, akaambia Kindiki vizuri. Lakini sasa kwa sababu ya kiburi na hamtaki kusikiza yale maoni ya watu. Remember, huyu governor alikuwa anasimamia maaskari, anajua shida, anaelewa tatizo lipo wapi. Msikize, muelewe, nyenyekea chini kama serikali ya Kenya kwanza. Lakini kama Rigiji anasema sisi hatutishi, president sisi hatutishi, Kindiki sisi hatutishi, tutadili na nyinyi ruthlessly, then itakuwa kunoma. Unasema kudili na wao ruthlessly, yeah? Hao ni pandits. Maandamano the same. You see, country itakuwa na shida, chaos everywhere, chaos in the country, because you want to deal with everybody ruthlessly. You don't want to think, you don't want to reason with this person. Hamtaki kusikiza huyo mtu anasema nini, point yake ni gani. Uketi chini unajiuliza, huyu mtu amesema hivi, anaashiria nini? Amesema ABCD. Wacha nimwite tuketi chini, tujaribu kufikiria kidogo. Nimwambie hapa nitaweza, hapa sitawezana, ndio tufikie katikati tuseme sasa wacha